Unitobara wanatema, wanataka kazi fanikiwa, kesho wapo kwenye tena. Nako sila, ukometenga pasara kwa misila. Wanawatina tina, esekana wamona tobe waile Marshal TV, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana na hapa ni Marshal TV. Asante kwa kuonyesha subscribe, na kama bado hujasubscribe, hapo chini kuna kibata chekundu, bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa zetu kila siku. Kama unavyoweza kuona leo tupo sehemu kuna tukio fulani ambalo linaweza kutokea mahali hapa, na ndio maana tuko hapa. Siku hiyo tumeweza kukutana na msanii ambaye anaitwa kwa jina la Danny Brown. Danny Brown tunamtambua ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri. Wamekuwepo kwa game kwa muda mrefu na mpaka right now wanazidi kufanya vizuri. Tumembahatisha kwenye show hii hapa, tunaenda kujua mambo mawili kutoka kwake. Inakuaje kaka? Kama kawaida mwanangu. Harakati Sana, tunamshukuru Mungu. Na hii ni the first one kupata kwenye interview ya Marshal TV. Unaweza kuambia mashabiki? Kusema kweli mimi nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu, lakini pia mashabiki waendelee kusupport muziki. Muziki ni kitu kikubwa sana ambacho kinaendelea kuburudisha kwa namna moja au nyingine. Waendelee kusupport muziki tu. Danny Brown, kwanza tunatamani kujua Danny Brown ndani ya mwaka tunaelekea kumaliza mwaka, ni deni gani ambao unahisi kwamba bado una deni na mashabiki ndani ya mwaka 2025? Kusema kweli mashabiki wataendelea kunisamea kwa sababu mimi nilikuwa na deni kubwa na bado naendelea kuwa na deni. Lakini imekuwa private sana. Hili jambo ni jambo ambalo sikutaka kulizungumza, lakini niliamua kulizungumza leo kwa sababu leo ni siku kubwa kwangu kusema kweli. Mashabiki watanisamea kwa hilo kwa sababu leo nimetangaza kwamba nimesitisha muziki kwa muda. Maybe kuna mashabiki ambao wakujisikia vizuri, lakini kama wengine wamejisikia kawaida, ni wale ambao hawapendi muziki kwa sababu muziki bana unaomba utamu sometimes. Umesema kwamba umeweza kusitisha muziki kwa muda. Ni vitu gani ambavyo vimekusababishia mpaka uweze kusimamisha muziki kwa muda? Unajua safari ya muziki ndugu yangu ina siri kubwa. Alafu ni safari ndefu ambayo sijui nani ambaye ishaye kufika, yani kusema kweli. Lakini pia na vikwazo vikubwa, lakini hivyo vikwazo ni vikwazo ambao naona kama upande wangu vimenielemea sana, lakini sio kwamba nimeacha moja kwa moja, ila nimesitisha kwa muda usiojulikana, lakini siku ambayo nikiamua kwamba nirudi rasmi nitatangaza na nitarudi kwa kishindo kikubwa. Kifupi mimi tu niwaambie mashabiki kuendelee kusupport muziki na watie moyo tu kwamba siku yote naweza nikarudi, lakini pia wasinisahau. Danny Brown, umesema kwamba umeweza kustop muziki kwa muda, na pia kuna kazi ambayo mwezi uliopita hapo uliweza kuachia na Agoboy ambayo inaitwa Holiday. Pia kuna ngoma ambayo imekuwa ikipromotiwa sana ambao umeweza kushirikiana na Joyless. Kwa kuwa umeweza kustop muda, tutarajia kazi hiyo itaweza kutoka au ndo itaishia huko mpaka utakapoamua kurudi kwenye muziki? Kusema kweli, cha kwanza ni muombe radhi brother Diki kwa sababu maamuzi nimeyafanya yeye ajui ni maamuzi ambayo nimeamua tu binafsi, nikaamua tu kuropoka moja kwa moja kwa sababu nimetoka ndani ya moyo wangu. Kusema kweli, hata Agoboy hajui, hata nani hajui, lakini wengine wanasikia kama tetesi kwa sababu nina muda sana sijafanya muziki. Na pia sifuatili swala la muziki sana kivile, lakini nimefanya hili jambo kwa sababu ya moyo wangu mimi nimeamua kufanya hivyo, lakini kuna mengi ambayo yapo sirini yapo hivyo. Swala la mimi na Joyless ni ngoma, ni track moja kali sana mimi na Joyless, lakini siwezi nikazuia track kwa sababu ile ishagharamiwa tayari. Kwa nini stop? Itatoka na itapostiwa na itafanywa promotion ya kutosha, promotion itakuwa kubwa. Ndugu zangu wataendelea kuenjoy. Vipi umewapanga vipi kisaikolojia wale ambao walikuwa wanakutazama kama kioo, wale ambao huenda kuna wengine ambao walikuwa wanakutazama kama role model wao? Wewe kwako umewaacha nafasi gani watu kama hao? Kusema kweli mimi nimewapa pole sana, lakini pia wasikate tamaa kwa sababu mimi sijakata tamaa moja kwa moja. Nina mambo yangu private, siwezi nikaongea ili waelewe, lakini pia mimi waendelee tu kunisupport na wajue kwamba siku yoyote na muda wote naweza nikarudi. Leo umeweza kurudisha watu, wameweza kucheza na ukiwa unawaaga, kwamba ni ujumbe gani ambao unaweza kuwaachia wewe kama wewe?
kusema kweli ndugu zangu hao nawapenda sana kwa sababu hao ni kama familia. Kama siku leo mimi nimekubali kuja kuperform pamoja nao ni kwa sababu tu ni familia, wanaendelea kunisupport na vitu vingi sana ushanisupport. Ushanisaidia kwa shida na raha, wananisaidiaga sana. Na kama umeona hapo wameweza kunisupport kabisa hadi kwenye wameingia mpaka stage wakacheza nyimbo wote mwanzo mwisho, mimi sikuimba, waliimba wao. Ni jambo ambalo limeendelea kunipa faraja na imani kuwa hao ni ndugu zangu na ni kama familia, sio kundi tu amno. Nimesoma nao pamoja lakini pia mpaka sasa hivi tupo pamoja na waendelea kunisupport. Kikubwa ni kwamba tu uendelee kuwa na moyo huo. Ni moyo mkubwa sana ambao pia unaendelea kunipa imani. Kusema kweli. Tulikuwa tunaona pale kwenye stage ulikuwa unaimba hapo, alikuwa anaitikia kwa kishindo, wewe kwako ulijisikiaje? Kuna tukio kama ile kuonyesha kwa upendo mashabiki waliweza kuonyesha kwa swali. Yaani sikiza, yaani kuna muda mtu mpaka unasahau kama kuna cheko. Yaani unasahau kama kuna kwa furaha, kama kuna kwa huzuni, yaani inakuwa hivyo. Yaani sijui nisije nitafsiri hivi. Nilisikia raha ya kutosha. Kwa maana nyimbo yote waliimba wao, mimi sikuimba. Waliimba wao mpaka mwisho. Mpaka wengine walilia. Kitu gani ambacho kimekufurahisha zaidi kwa sherehe ya siku ya leo? Kitu kimoja ni kwamba ni wingi wa watu. Maana sikuwa nategemea kama watu watakuwa hivi. Kwa sababu sherehe yetu ilikuwa inatakiwa ifanyike tarehe 14 kule. Ikasitishwa kidogo, lakini pia ilikuwa ghafla. Sababu ya kuwa ghafla, lakini nishukuru Mungu watu walikuja, lakini pia wageni rasmi walikuja na wenye moyo walitia hela wakaendelea kutusupport hivyo, kitu ambacho kilinifurahisha sana. Kitu gani ambacho kimeweza kutokea hapa ulitarajia kwamba kingetokea kwenye sherehe ya siku ya leo lakini hakijaweza kutokea kwa siku ya leo? Kitu kimoja ni kwamba mimi nilikuwa nafikiri labda kutoka wasanii wengine ambao watanisupport, hususan upande wa kuimba. Nilifikiri labda hivyo, lakini sijui kama uongozi ulifanya hivyo. Mimi nilikuwa nafikiri labda pengine mdogo wangu Bido atakuwepo, maana nilikuwa nafikiri sana mdogo wangu. Nilikuwa na appreciate sana. Na appreciate mdogo wangu yuko vizuri kabisa. Tukielezea kwake kwenye sherehe kama ya leo Bido Star, umejisikiaje wewe? Kweli sikujisikia vizuri, lakini siwezi nikalaumu kwa sababu mimi sipo kwenye uongozi. Hilo swala siwezi nikalichukulia kwa undani kwamba mimi ndio nilitakiwa kufuatilia hilo swala, no. Ambao nilitakiwa kufuatilia hilo swala ni viongozi rasmi. Lakini niliwaambia kwamba mimi hii sherehe nilitaka nimuone mdogo wangu Bido, nimuone kabisa ni kama anaperform nini. Lakini kama wengine atakuwepo ambao mnawapenda nyinyi sawa, lakini Bido kwanza nataka nimuone. Basi. Shukrani sana. Na neno moja kwa ambao waweza kuandaa sherehe hapa, watu ambao wameweza kugaramika paka tukaweza kuona kitu kama hicho ambacho kimeweza kuandaliwa kwa siku ya leo. Cha kwanza niseme asante kwa moyo wao. Moyo wao ni ngumu sana, niseme kwamba ni ngumu sana kuigwa. Lakini uendelee kuwa na moyo kama huu, usikate tamaa kwa sababu yetu, kwa sababu sisi ni binadamu, siku yote tunaweza tukakosea, lakini wasihesabu mapungufu yetu. Siku zote tu uendelee kuwa na upendo ndani yetu, wajue kwamba sisi tuna mapungufu na siku tunaweza nikakosea, lakini wamudu mapungufu yetu. Pale ambapo tunatakiwa kufanya kitu kikubwa basi tufanye, wasapoti, lakini kitu kidogo ambacho kinatakiwa kusapotiwa pia wasapoti. Mambo ni kama hayo tu, na nashukuru Mungu kwa ile ambayo limefanyika, ni kubwa sana mpaka leo nimefurahi kwa kweli. Au unaweza kumuita kipenzi cha watu, ni miongoni mwa wasanii ambao wameweza kuteka hisia za mashabiki wengi hapa ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, pia hata nje ya hapa. Nimetamani tungeongea mambo mengi, lakini kama time hairuhusu tutajaribu kumtafuta wakati mwingine ili tuweze kuongea mengi zaidi. Brother, shukrani sana. Marshal TV, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku.